Yes, unajua kati ya malapa ambao wanafanya vizuri kwenye industry ya hip hop, sidhani kama unaweza kulisahau jina la mtu mzima ambaye anaitwa Dogo D. Dogo D ni kijana mdogo ambaye kwa kweli anakuja kwa kasi kabisa kwenye muziki wa hip hop, lakini kuna kitu hapa ambacho alikizungumza. Watu wengi walishangaa kwa nini Dogo ameamua kuzungumza kitu kama hiki. Ana maana gani? Au kuna kitu gani ambacho kimefichwa nyuma ya pazia? Dogo D bana, katika interview aliyoifanya yeye alisema kwamba mabraza kwenye muziki wa hip hop naona kabisa wamechoka, basi waje niwaandikie kwamba mimi niwaandikie ngoma ya hiti, kwa sababu mimi bajeti zangu ni ndogo tu ambazo nikimwandikia ngoma lazima alihiti. Na pale aliulizwa kwamba ni kiasi gani ambacho wewe wago unawaandikia ngoma, akasema kwamba mimi akija sasa hivi nitamwandikiwa kwa milioni 30 za Kitanzania. Na hapa ndipo maswali mengi yalipoanzia baada ya kusema kwamba mablaza waje niwaandikie ngoma ili ziweze kuhiti. Na hapa kabisa maoni ya watu yakawa mengi. Kwa nini Dogo ameamua kuzungumza kitu kama hiki? Anajiamini kiasi gani hadi aongee namna hii? Na wakati kabisa anajua kuna watu ambao ni wakongwe na kwenye mistari kweli tunawajua ni wababe. Lakini Dogo D akasema kwamba naona ngoma zao zimeshaisha, waje kwangu niwaandikie. Bajeti yangu ni ndogo sana na milioni 30. Lakini Dogo D yeye hakuishia hapo hapo. Kuna swali ambalo waliulizwa kwamba wewe unatamani kufanya muziki wako na nani? Lakini Dogo D yeye hakupepesa macho, akasema kwamba mimi natamani sana kufanya muziki na Disaster ambaye ni mtu ambaye namfuatilia sana na muappreciate sana. Kwa hiyo natamani siku moja nifanye naye collab. Lakini maswali yamekuwa mengi. Hebu naomba basi utoe maoni yako. Hiki ambacho alichokizungumza ni kweli kwamba yeye Dogo ana kipaji cha namna gani hadi amefikia level za kuambia wasanii wakubwa waje waandikie ngoma? Langu jina mimi ni Cranston JM, lakini pia nakukumbusha tu subscribe na kuwa mwanafamilia ili tuweze kupeana zile story mbalimbali za kuhusu wasanii na zile nyingine ambazo zinazo trend kwenye mitandao ya kijamii. Asante.